Tunaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza huyu diwani wakati anaongea nikawaza, sija akapokonya nafasi huyu. Mungu ambariki sana na aendelee kumtumia. Lakini leo nimekuja na hiki kitabu hapa kilichowekwa ratiba ya kusherekea, lakini pia kimewekwa historia ya baba yetu. Sasa ukurasa wa 12 pale, sisomi wote, nasoma tu maneno yaliyosema na wengine wote ambao hatujawataja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wote humu tumetajwa kwenye kitabu. Usitoke humu, mimi sikutajwa pale, mbona kama sikuitwa jina. Hata mimi nimejiona nimetajwa kwa sababu na mimi nimo humu kwenye na wengine wengi ambao hatujawataja hapa. Kwa na wewe umetajwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu piga makofi ndo nione una amani umetajwa. Sasa ndugu zangu, leo ya kusema yako mengi kwa kweli. Na hapa wasemaji wote tumewekwa wote katika saa moja. Yaani hapo wote tumeongea. Nikasema sasa jamani, bora mimi na historia ndefu kidogo, japokuwa nimefurahi katibu wetu leo wa kanisa kaniita kijana. Nikasema hizi mvi hajaziona. Mungu mwema sana leo. Kwa jamani, naongea na nyie kama kijana. Maana kuna watu wananiona mzee, katibu kaniita kijana. Kwa hiyo leo mimi ni kijana. Bwana Yesu asifiwe. Pengine maelezo yangu mimi kuhusu baba yetu hapa aliyelala ama babu kwa wengine hayatakuwa marefu sana. Kwa nini? Kwa sababu unakumbuka wakati huo miaka ya 80 mapema hivi, na mimi nimefurahi humu wana Mbeya tumetajwa. Kama wewe hujatajwa wa mkoa, ingia pale kwenye na wengine wengi. Mbeya tumetajwa humu bwana, kwamba kutoka Mbeya kuja Kilimanjaro. Na sio kutoka Kilimanjaro kwenda wapi? Mbeya. Sasa katika ile Mbeya iliyotajwa na mimi nimo. Sasa katika kuwemo kwangu nakumbuka katika zile sifa alizokuwa nazo mzee wetu huyu. Sasa sikumbuki alikuja kufanya nini, kwa sababu wakati huo na mimi nilikuwa mdogo. Ndio maana leo nimefurahi kuitwa kijana. Miaka ya mwanzo wa 80. Kwanza ile 76 iliyotajwa humo ndo mimi nilizaliwa. Lakini alikuja nikiwa nimeshazaliwa na miezi kama 2 hivi. Sasa nikawa nawaza lile tetemeko lililotokea lazima lilinigusa nilikokuwa na mimi, ndio maana niko hapa leo. Ama nyie mnaonaje? Kwa sababu humu limetajwa lile tetemeko la Disemba 1976, nikasema na mimi nilikuwepo, lile tetemeko lilinigusa lazima. Sasa katika kuguswa na lile tetemeko, baadaye Sunday school, sasa sijui kama ilikuwa ni 82, 83 hapo. Sikumbuki hata kama nilikuwa nimeanza shule, lakini Sunday school. Nakumbuka askofu alikuja huko, sijui kama kuna mwanae hapa anayekumbuka mwaka gani ulikuwa, lakini alikuja na watoto 2 nakumbuka. Hao watoto 2 waliokuja nao walikuja Sunday school na mimi nikiwemo. Sasa wale watoto walituimbisha pambio ambayo kwa kweli tulikuwa hatujawahi kusikia. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine tukawa tunasema kumbe hao wageni kule kwao wanaimbaga nyimbo tofauti na zetu huku. Kwa sababu utaratibu wa Sunday school ilikuwa kila mtoto lazima uimbe wimbo. Ndio mwalimu alivyokuwa anafanya. Sasa wao walituimbisha wimbo ambao nakumbuka mpaka leo. Unajua kuna watu humu imani zao kidogo ni ndogo, wanaweza sasa jamani miaka yote hiyo unakumbuka mpaka leo. Nakumbuka. Kama unataka nikuimbie, sijui yupo ambaye aliwahi kuja naye ama vipi, kwa sababu vinginevyo nitakuwa nakumbuka peke yangu tu. Sijui atakuwa alikuja na nani, sijui kama ni watoto wake wa kwanza ama alikuja na watoto wa kanisani, sijui, lakini alikuja na watoto ambao walituimbia wimbo. Wakati nikimaliza nitaimba wimbo huo, maana kuna watu wanasubiri niimbe sasa hivi, nitamaliza muda wa kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, baba amehubiri hapa, makamu askofu. Na mimi kama nisemavyo siku zote huwa najitahidi, sio kazi nyepesi, lakini najitahidi kutilia maanani mahubiri. Ili mimi hapo nichukue changu. Sasa leo nimechukua vingi.
Ila sasa kimojawapo nikasema, jamani, mbona anatusema watu wa Mbeya, sisi kwa kulia ndio wenyewe. Na sisi lazima tushikwe, kwa sababu bila kushikwa yani msiba unakuwa kidogo, yani kama sijalia vizuri hivi. Sasa sisi watu tutokao Mbeya, kwa mfano huyu binti aliyekuwa anasoma hapa, binti wa baba aliyelala, yani hapa hata kusoma asingemaliza. Yani asingemaliza, kwanza wangekuwepo waliomshikilia huku na huku wakati anasoma. Lakini wakati huo inabidi asimalize ili watu tusimshangae kwamba hivi amewezaje kusimama? Yani amesimama muda wote ule anasoma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi watu wa Mbeya leo pia ni kati ya watu tunaoomboleza. Lakini taifa zima la Tanzania linaomboleza. Pamoja na kwamba ni sherehe, lakini tumeruhusiwa kulia jamani. Si ndio maana nyimbo zile zilikuwa zinasema tutafutwa machozi? Sasa tutafutwa nini kama hatukulia? Kwa hivyo lazima tulie. Leo taifa linalia, tunamsindikiza baba yetu, lakini yeye amemaliza mwendo wake. Ameliombea taifa hili kwa bidii sana. Ameliongoza taifa hili kwa bidii sana. Na ametumia nguvu zake zote, maisha yake yote kuhakikisha taifa linakuwa salama. Kuhakikisha mimi na wewe tunakuwa salama. Na hapa nimpongeze mtangulizi aliyesema hapa, diwani wetu. Maombi ndiyo yanayotufanya hata sisi tunakuwa salama. Mimi kama sehemu ya wanasiasa wa nchi hii, sehemu ya viongozi wa nchi hii, kwa kweli mnaweza mtusikie kila saa tukitaja kuhusu maombi. Maana kuna kwenye mikutano yetu huwa hatuongeagi sana mambo ya Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yale ya kwenda mbinguni tunazungumza kanisani. Kule tunazungumza habari ya kushika dola. Ndio maana mwaka huu tunazungumzia uchaguzi. Sasa hata usipotusikia kule tukiwa tunazungumza kushika dola, tunasema kushika dola kwa sababu tunajua wewe unatuombea, na kwa kweli dola tutaishika tukiwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kwa baba aliyelala, kwa mambo yaliyosemwa kuhusu yeye na kwa yale tuliokuwa tukiyafahamu kuhusu yeye. Pengine angekuwa ni mtu mwenye kauli ambazo akisema zinatutikisa. Pengine angekuwa ni mtu ambaye akisimama mahali watu wote tunajua leo anataka kusema nini. Lakini alikuwa ni mtu wa kujishusha, si mtu wa kujikweza, si mtu wa maneno mengi, wala hutasikia kauli yake mpaka we umemtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tujifunze huko. Tujifunze huko. Lakini pia yeye ametupa masomo mengine. Hapa tumesomewa taarifa na katibu wetu wa kanisa juu ya mipango ya kanisa. Pamoja na hatua tulizopiga, lakini mipango ya kanisa. Hapa mmesikia katika mipango hiyo, mojawapo ya mambo yaliyotajwa hapa ni hospitali kubwa kubwa kujenga. Si ndio jamani? Hospitali manake magonjwa yapo. Manake ni nini? Sisi watu wa imani lazima tukue, tukomae. Sisi watu wa imani lazima tukue, tukomae. Kukomaa ni pamoja na wewe kuto kusomewa mstari kwenye Biblia unaenda kula nyasi pale nje. Kukomaa ni pamoja na wewe kuto kusikia habari fulani na wewe umekimbia mbio hivi unaenda kunywa huko mambo ya ajabu ajabu. Huko ni kukomaa. Tukue, tuongezeke kwa imani na tukomae. Tunapomwona askofu wetu mtoka mbali hapa, waliotoa salamu zake wameeleza kwamba kwa sasa hawezi. Maana yake nini? Mimi na wewe tumuombee. Hilo la kwanza. La pili, huyu ndiye askofu mkuu wa TAG hapa nchini. Mungu ameruhusuje? Mungu ameruhusuje? Lazima sisi watu wa imani tukue kiroho. Yajapo hayo, na tumeambiwa baba yetu hapa aliyelala alikuwa dhaifu wakati wa siku zake za mwisho. Manake ni nini? Yeye huko nyuma Mungu si alimtumia kufanya miujiza na watu walisimama. Kwa nini tusiambiwe tu asubuhi ameondoka? Lakini ameondoka taratibu.
wewe umjuae Kristo, usomae neno, ukue ukomae katika imani. Ukue ukomae katika imani. Sio unakimbizana tu. Leo umeambiwa huku umekimbia, kesho umekimbia, kesho kutwa. Soma neno, lielewe, na Mungu akusaidie. Katika kwingi huko watu wanakutana na mambo yasiyofaa. Lakini wewe ukikutana nayo yasiyofaa umeyatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nijisemee kidogo kisha nitoe salamu za viongozi wengine. Mahali pengine huwa napenda kusema, kwa sababu unajua mimi kwanza neno linasema kimtokacho mtu ndicho kilichojaza moyo wake. Si ndio jamani? Lakini pia ukiri wangu si ndicho nitakachokipata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pamoja na kwamba nafahamu kwamba neno la Mungu katika Ayubu 14:1 linasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Si ndio neno limesema jamani? Au ile sio Biblia? Naye amejaa nini? Taabu. Lakini pamoja na taabu hizo, ukienda Ufunuo unaambiwa baba kama hivi amelala, amepumzishwa na taabu zake. Kwa nini? Neno linasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kufanya nini? Kupumzika baada ya taabu zao. Sasa pamoja na kwamba maisha ni mafupi, yamejaa taabu na tunapumzishwa tukifa katika Bwana, mimi nisife saizi. Niko radhi kabisa hizi taabu hizi za kutafuta dola za uchaguzi mwaka huu niendelee nazo tu. Niendelee nazo kidogo. Naona kuna watu kama wananishangaa, kama we uko kwenye foleni, maana kuna mahubiri, na nakushukuru baba hujasema hivyo. Unajua baba askofu leo hapa, makamu askofu hajatuambia kwamba unajua tuko kwenye foleni. Wewe usijione hapo unaweza kuwa wewe ndo unafuata. Mahubiri ya hivyo, mimi nakaa mbali kabisa kwenye foleni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi siwezi kuwa nafuata hapa jamani. Kweli kabisa niwe nafuata. Fuate mwingine tu, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usifuate wewe kwa sababu gani? Baba yetu tumeambiwa alikuwa anajenga makanisa hata akiwa kitandani. Wewe unamwomba Mungu tu, nipe maisha marefu. Kwa ajili ya shughuli gani? Kwa ajili ya shughuli gani ulionayo? Ukipewa hayo maisha marefu lazima uwe na jambo la kufanya, sio kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya Mungu. Useme Mungu niache kidogo na shughuli ya kufanya hapa. Si unaona hata wewe na shughuli yako hii haijaisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo usikae kizembe kule nje tunasema. Ukikaa kizembe ndio hivyo unaweza ukafanya nini? Ukapitiwa. Lakini baba yetu amelala, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wana TAG, ndugu wafiwa wote, pokeeni salamu maalum kabisa kutoka kwa Dr. Doto Mashaka Biteko. Amenituma kwenu niwape pole, kwa sababu kama mlivyosikia hapa viongozi wengi wako Dodoma. Kwanza bunge linaendelea Dodoma, lakini pia viko vikao vya Chama cha Mapinduzi vinaendelea huko, kwa yale aliyoyatangulia kusema diwani, na mimi sitaki kuyasema sana kwa sababu huko uchaguzi mbele yetu mwaka huu. Kwa hivyo vikao viko kule, kwa hivyo viongozi wote na wawakilisha mimi hapa. Kwa hiyo pokeeni salamu zake Dr. Doto Biteko. Nitakabidhi rambirambi muda si mrefu kwa familia. Lakini pia pokeeni salamu za kipekee kabisa kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawapa pole sana 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 ndugu zangu kwa msiba huu mkubwa uliotupata. Na jana tulikuwa na kikao, kwa wale mnaofuatilia, tulikuwa na kikao cha kamati kuu, na yeye anayo taarifa kwamba mimi niko hapa leo kwa ajili ya kuja. Mtu ukisema nimekuja kutoa faraja, watu wanawaza mfariji ni Mungu. Ni kweli, tunajua Mungu ndio mfariji, ila sisi wanadamu tunashirikiana naye. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hapa mwenye si mwana na wafiwa wamecheka baada ya kusema mimi kwenye foleni na kaa mbali, ndo nimeshiriki na mimi hivyo, si ndio jamani? Kwa hivyo anafahamu niko hapa, na kwa kweli anawapa pole sana, na yeye anamshukuru sana
baba askofu wetu ambaye amelala hapa, kwa huduma aliyoitoa katika nchi hii, kwa sababu kuongoza watu wanaomcha Mungu ni tofauti na kuongoza na watu wasiomjua Mungu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ametuma salamu hizo, mzipokee ndugu zangu. Lakini pia kwa sababu huko mbele tunao uchaguzi, niwaombe sana, pamoja na kwamba huwa mnatuombea sana sisi viongozi, lakini pia mnaliombea taifa letu sana. Niwaombe mwaka huu tuliombee zaidi taifa letu. Mwaka huu tuwaombee viongozi watakaopatikana kupitia uchaguzi kwa haki. Lakini hao watakaopatikana kwa haki, Biblia imetuagiza kuheshimu wenye mamlaka. Ni vizuri sana sisi tumjuao Kristo kujua nini cha kusema, kujua nini cha kufanya, kujua namna ya kuenenda mbele ya viongozi wetu. Wewe umjuae Kristo usiwe sehemu ya kulikosea neno. Na leo kama ningekuwa nahubiri hapa, ni vile ni msiba, kwa hivyo siko kuhubiri. Lakini uhalisia ni huo, wakati mwingine Mungu atatupa neema. Wale wafalme wa zamani ndio sasa hivi ni viongozi wa nchi zetu. Kwa hivyo unavyowasoma wale na yale mamlaka yao na nguvu yao, amini kwamba neno lilipokuambia umheshimu mwenye mamlaka, ni kwa sababu hakuna mamlaka isipokuwa itokayo kwa Mungu. Sasa Sauli alitoka kwa Mungu, Daudi pia alitoka kwa Mungu, na wengine wote uliowasoma wote walikuja kwa wakati wao. Wewe usiwe ndio una mwandishi wa Biblia mpya. Biblia tunayo tayari. Soma mle ili ujue namna ya kuenenda katika nchi aliyokupa Bwana wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, baada ya kupokea salamu hizo, nitakabidhi rambirambi, na rambirambi nyingine nimesha mkabidhi mama askofu mtoka mbali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki, mtuombee. Asante. Nikawa nawaza haya maneno, kuna kitu nimesahau nini? Sasa hapa kumbe ni wimbo. Sasa nimesema naimba huo wimbo ulioimbwa miaka ya mapema ya 80. Yaani sikumbuki vizuri, mtaniwia radhi. Kama ilikuwa ni 83, ninachojua tu nilikuwa sijaanza shule bado. Sasa pambio ile iliimbwa, aliimba hivi huyo mtoto mmoja wapo kati ya watoto wawili aliokuja nao. Alikuwa